Yeah. Mambo vipi mtazamaji wa Mwamu TV? Ikiwa ni mara ya kwanza unaangalia Mwamu TV, subscribe, share, like pamoja na kucomment. Niazime macho yako pamoja na masikio kuitazama hii movie. Na movie inaanza kama ifuatavyo. Ikiwa hujaangalia sehemu ya kwanza, basi hakikisha unaangalia sehemu ya kwanza, maana ipo sehemu ya kwanza, hii ni sehemu ya pili. Inaanza hivi. Sasa Roda alikuwa amemwandalia chakula bwana mkubwa Maxwell kama kumwomba msamaha tu. Kwanza Maxwell mwenyewe alishaa kweli kweli. Hapo pia Maxwell ikabidi amueleze bidada Roda, hivi ni kwa nini unafanya watu wa karibu yako wajisikie kwamba ni wenye hatia, kwamba wenye dhambi, kwa sababu eti wewe umeokoka sana, unamtumikia Mungu. Roda akasema hapana, mimi sijajaribu kumfanya mtu ajisikie vibaya kwamba ni mwenye zambi, ila tu mimi najaribu tu kufanya vizuri zaidi ili kusahau mambo yangu ya kale, maana zamani nilikuwa ni mtu mbaya sana, hivyo kwa sasa hivi najitahidi kufanya kuwa bora zaidi. Lakini Maxwell akamwambia Roda kwamba kila mtu ana maisha yake yale ya usiri kabisa, lakini Roda anasema kwamba maisha yake ya siri ni meusi zaidi. Lakini bwana mkubwa akamwambia jitahidi kusahau ya zamani, kwa sababu ukiendelea kuashikilia ya zamani yataendelea kukushikilia wewe na kukudidibiza. Kikubwa mimi ninachotaka wewe bwana Roda ufurahi, uenjoy, na nataka tu date hivyo, yani tuwe wapenzi, marafiki zaidi. Usiku huo kwa mara ya kwanza kabisa Roda pamoja na Maxwell wakiwa mezani wanakula pamoja, yani tayari wameshaanza kuelewana. Sasa mwamba na feeling pilau ni tamu kishenzi, yani ambalo amelipika Roda. Sasa Maxwell akawa anamwangalia Roda, yani huku story mbili tatu zikawa zinaendelea, mwamba akiwa anamsifia sana Roda. Yani kuna siku Maxwell alitoka zake huko kwenye harakati zake, akawa amerudi na zawadi nini, akampatia Roda pale. Roda akawa ndo anaangalia, yani kaletewa vinguo fulani hivi amazing nini. Ukaribu kawa mkubwa zaidi. Maxwell akawa amemwandalia kifungua kinywa Roda nini, asubuhi akawa anamwamsha kama hivyo. Roda alishia kushukuru tu, maana hajawahi kufanyiwa vitu kama hivyo yani na mwanaume. Wakawa karibu zaidi, wakawa wanaongea sana, yani stories zikawa ni nyingi sana. Bidada Roda akawa anatoa stories zake kuhusiana na kanisani, huduma yake nini. Binti mlokole sasa, mama mchungaji anakandwa miguu. Sasa kuna siku Maxwell yuko na washikaji zake wamekaa pale wanapiga story, mara Roda akawa anaingia. Lakini ujio wake wa siku ya leo umekuwa ni tofauti na kipindi kile walipokuwa kila chakula aliwaletea neno la Mungu, lakini leo kawaletea waini, kitu waini mvinyo. Yani washikaji zake na bwana mkubwa wa Maxwell wakabaki wameduaa wanashangaa. Bidada basi akawakaribisha pale nini, wa enjoy nini. Sasa kuna usiku mmoja hivi Maxwell akiwa chumbani kwake amekaa, Roda akawa anaingia. Sasa tukae tukielewa kwamba mara zote walikuwa wakiishi kwenye hii nyumba kwa shift, yani kwa zamu, yani kana kwamba zamu ya Roda kulala kitandani, mwingine analala sebleni. Lakini usiku wa leo Roda anataka walale wote, yani akawa anamuomba Maxwell walale wote tu. Maxwell alikuwa hana kipingamizi, akamuita tu kitandani, bidada Roda, mama mchungaji. Sasa kwenye kulala sasa ndo wamelala, sijui kama usingizi unapanda. Maxwell kajikuta tukamkumbatia Roda. Roda alitoa macho huyo. Kuna siku bwana Max akiwa ametoka bafuni kuoga, Roda naye akaingia. Kuingia kamkuta jamaa kifua wazi nini. Sasa Roda akawa anamshusha taratibu. Sasa Max akawa anajikuna kuna. Roda akasema Yesu, kajifiche. Maxwell ikabidi acheke pale. Roda akageuka naye wakawa wanafurahi wote. Alichokifanya Maxwell ni kumzuia kidogo Roda kwanza. Wakaanza kusogeleana. Wakati huo uso kwa uso wanaangaliana. Busu likasogea pale. Kwa mara ya kwanza kabisa. Mama Paloko. Mwisho wa siku Maxwell pamoja na Roda inabidi waagane, waondoke zao, warudi majumbani mwao. Kwa hiyo wakawa wanaagana pale, wamekumbatiana nini, kila mmoja anamwambia mwenzake nitakumisi pia hivyo yani. Hatimaye ukawa ni usiku, Roda amerudi nyumbani kwa bidada Fiona. Sasa Fiona anasema wewe
nini kimekupata wewe? Hebu niambie. Sasa ikabidi Roda aeleze kwamba amekutana na mtu ambaye amependana naye. Umeona? Yani kwamba Maxwell ni mtu mzuri, akamsifia sana mbele ya Fiona. Sasa Fiona akamwambia, wewe umependana na mteja. Yani mteja, yani wewe msindikizaji, wewe escort, yani malaya, dada poa, umempenda mteja wako. Upande wa Maxwell aliamua kuchukua simu yake na kuiblock namba ya Roda. Upande wa Roda anajaribu kupiga simu za bwana mkubwa Maxwell, simu hazipokelewi, zimeblokiwa. Mbona unanicheka? Fiona alikuwa anamcheka kweli kweli. Fiona akaamua kumwazima simu pale Roda kwamba jaribu kwa simu yangu kumpigia afu tuone inakuwaje. Basi Roda akajaribu tena, namba ikawa inaita. Hello Maxwell, ni mimi Roda. Simu ikakatwa. Fiona akawa anacheka tu pale, amekata simu. Basi Roda akawa analalamika kweli kweli pale. Roda alifuatilia mpaka kapajua nyumbani kwa Maxwell, akafika pale, akafunguliwa mlango na Scarlett. Basi alipofika pale kabidi wasalimiane, alafu kisha akaanza kuulizia pale, eti Maxwell anaishi hapa? Scarlett akasema ndio, babangu anaishi hapa. Roda akauliza, babako ameoa kwani? Scarlett akasema hapana, usiogope, babangu mimi hajaoa, karibu. Basi Roda ikabidi aombe kwamba amsubirie tu Maxwell mpaka atakaporudi. Scarlett akakubali, akamkaribisha ndani. Huwezi amini, Maxwell alipokutana na Roda, Scarlett aliwapisha, lakini alichokifanya Maxwell akamfukuza Roda pale. Tena akamfungulia mlango kabisa kwamba Roda aondoke zake. Roda hakuwa na jinsi, alichukua pochi yake na kisha akaamua kuondoka zake. Sasa Roda alikuwa king'ang'anizi kweli kweli, alirudi tena kwa Maxwell kumuuliza kwa nini anavunja uhusiano wao. Ikabidi Maxwell amueleze ukweli Roda kwamba yeye ameamua kwamba toka miaka 22 hatooa msichana yeyote. Sasa ikabidi Roda amuulize, mtoto huyu umempataje sasa kama si swala la kuweza kuwa na mahusiano na mtoto wa kike yoyote. Maxwell ikabidi amueleze kwamba huyu ni Scarlett, ni mtoto ambaye nimemwokota miaka 22 ambaye alitelekezwa na wazazi wake. Sasa moja kwa moja Roda akabaki ameduaa kweli kweli, akiangalia hiyo story, akimwangalia mtoto afa akataja Scarlett. Scarlett naye akasema ndio jina langu. Mzee huyu ambaye ni Maxwell akasema nampenda sana, nakupenda sana Roda, lakini nampenda pia binti yangu. Wakabaki kushangaa baada ya kuona Roda ametimka mbio. Fiona na Roda sasa wanapiga story. Roda anamwambia Fiona kwamba Scarlett ni mtoto wangu ambaye nilimtelekezaga miaka hiyo 22 iliyopita yani, na bwana mkubwa Maxwell ndiye amemwokota yani. Sasa Fiona ikabidi aulize nini ambacho kinaendelea sasa, nini kinafuata. Roda akasema kwamba hajui chochote yani, haelewi yani. Hatimaye Roda ikabidi aende tena nyumbani kwa bwana mkubwa Maxwell. Wakawa wamekaa sasa Maxwell, Scarlett pamoja na Roda. Roda akaanza kusema kwamba story au hadithi ambayo inaendana na Scarlett ni hadithi yake. Akasema kwamba kipindi cha miaka 22 iliyopita akiwa na umri wa miaka 23 alipendana na kijana mmoja ambaye ni mchungaji kanisani. Sasa walipopendana, anadai kwamba yeye alikuwa ni mjinga, alimpenda sana na mwisho wa siku akapata kuwa mjamzito. Kwa sababu ya aibu akakimbiaga na mtoto wake akamtelekezaga. Tena alipomtelekeza mtoto huyo, jina lake akampa ni Scarlett na alimwacha kwenye kikapu cha mbao. Scarlett alishangaa kwamba Roda ndo mama yake. Scarlett alikimbia zake mpaka chumbani kwake juu huko. Scarlett akabaki pale na bwana mkubwa Maxwell akaongezea kwa kusema kwamba hii ndio siri ambayo nilikuambiaga. Yani kama unakumbuka kuna kipindi ulikuwa unaongea, Scarlett akasema kwamba kuna siri nyingine ni nyeusi, basi hii ndio siri yake nyeusi. Kisha akamuaga na kisha bwana bidada Roda akaamua kuondoka zake yani. Bwana mkubwa Maxwell alimfuata binti yake Scarlett na kumuuliza unajisikiaje? Scarlett akajibu kwamba kuna muda natamani kuweza kumchukia sana, natamani kumkasirikia, lakini sivyo. Ila pamoja na yote namshukuru sana Mungu ambaye ameweza kunikutanisha na wewe. Nimekutana na wewe na kitu ambacho nataka niweze kubaki na wewe milele. Wewe ndio baba yangu. Na Maxwell akasema itakuwa hivyo na utabaki kuwa mwanangu. Akamvuta, akakumbatiana.
Kuna siku Scarlett alikuwa amesimama mlangoni anafungua mlango, alikuwa anaingia, alikuwa ni Loda. Basi Loda akakaribishwa vizuri sana. Kwa siku hiyo Scarlett alikuwa na mood nzuri, inaonyesha ni jinsi gani ambavyo amekubali kumsamehe mama yake. Sasa moja kwa moja Loda akawa amekaa na Maxwell akawa anapiga story. Loda aliweka wazi kwamba anampenda sana Maxwell. Anampenda kutoka moyoni mwake, na kitu ambacho kimemfanya zaidi azidi kumpenda ni pale alipokuja kugundua kwamba mwanae, yani binti yake Scarlett, analelewa na huyu jamaa. Sifa zilikuwa ni nyingi sana. Loda anamsifia sana bwana mkubwa Maxwell kwamba ni mtu mzuri na ni mtu ambaye mwema sana. Kwa hivyo mwisho wa siku Maxwell akawa anajisogeza taratibu ili amkule pale bidada Loda, lakini Loda anamzuia, anamwambia ikiwa tunatakiwa kufanya hivyo, sitaki tufanye makosa kama kosa ambalo nilifanya hapo awali. Anataka wafanye njia ambazo ni sahihi zaidi. Wakakaa familia moja sasa, wanakula huku, story ni nyingi hiyo, wanafly, wanacheka. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu nzuri kabisa. Tukutane katika vigongo vingine, ila tafadhalini sana naomba muweze kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment jamani. Comment za wengi ziwe nyingi, ambazo comment hizo zitakuwa zinazidi kunifanya mimi na kunitia moyo wa kuzidi kufanya kazi na kuwaletea kazi nzuri zaidi. Ikiwa unahitaji movie za taifa jingine tofauti na Nigeria, basi unaweza kucomment kwamba unataka taifa gani